Yes, good morning everyone. Today is Monday morning. Without wasting a lot of time, I'm seeing this video for TikTok. Yeah, my good friend who I have a lot of respect for, none other than our Pastor Manga. Pastor Manga, who is my very good friend. Naona hapa ameongea video which inataka my response. My response, I have to go and join that because huwezi kuwa na advantage ya madhabahu alafu uanze kuingilia familia za watu kwa njia mbaya. Sijui Sonko ni tajiri, Sonko nani amekwambia mimi ni tajiri pastor? Nani amekwambia mimi ni tajiri pastor? Uliona ule anaenda kupiga kijana kwa sijui kijana amepiga msichana wake. Sijui kama ni AI. Anamsomeshaga kwa toto ni Sonko. Hiyo madharau is beyond the measure. Naongea kama mtume. Naambia Sonko ndio wale watu wengine wajue it is not good. Hiyo hofu itaenda kwa ulimwengu wa kiroho. Najua mtanishambulia lakini mimi sina shida. Hata ukinishambulia usisahau nilikuwa jela, utaje jela. Ukiweka yote utaje jela, utaje Kamiti, Shimonatewa, Manyani, Naivasha, hiyo yote utaje. Sasa labda itaniumiza. Lakini ukiongea hii mengine, I'm 72 years. Bless kuhani. I don't waste a lot of time. Wewe commander ni rafiki yangu mzuri sana wewe. Hiyo mambo yote umefanya juu Kamiti, Shimonatewa, it is true. Tumekuwa huko mjela, tumekuwa uji na maragu, tumekaba huko. Lakini mimi nilifanya huko yetu escape from so mbele kakuacha huko. But commander, mimi nafikiri wewe unazeeka vibaya. Unazeeka vibaya commander, unazeeka vibaya wewe. Wewe unazeeka, something must be wrong with you. Sijui vile unapiga kwa hiyo kanisa yako na unanyamaziwa, which is also wrong. We also know God, maybe even better than you. So kunja pole commander, unaelewa? Mimi sipendi kupika wewe with pastors, with I respect the grudges so much. That's why we're going to see for juicy kalisa kibogolewa. Kabla president speaker for I had to do it. So tufanye vitu kuprovoke watu, but nafanya vitu kusaidia watu. Pastor Nganga. Hakuna mtu mpika. And I'm the one they record life in case of anything. Unajua vitu will happen. Mpaka kwa goma mtu amekufa, uambie soko la ndoko mliua. Wewe kama una watoto wewe pastor. Wewe unajua tuko kwa wiki gani sasa hii? Tunakutana na GBV. Unaelewa? Wewe ngoja mtoto wako apigwe unyamaze. Uhubiri kwa hiyo kanisa yako. Na ukiona shida pale utakuja kukusaidia. Sakanda ile kubobolea ndio utakuja kukusaidia. Sakanda ile kubobolea pale utakuja kukusaidia. Bado pepe mingi wewe pastor wewe. Tunakuheshimu. Uko na fans tunakupenda. Penda kanisa yako, bapunguza hiyo mdomo uko nayo. Wewe kama una uchungu wa watoto wewe. Alipokuwa anipigia mtoto na ninyamaza ati mpeleka secretly. Shame on you Pastor Nganga. Shame on you. Sasa kumaliza tabaka sasa hivi kuja wewe kanisa yako kufanya ushuhuda. Mseme nini ilifanyika? Kwani nani amesema ukiwa mwanasiasa sheria ikuchungi wewe na watoto wako? Wewe unasema vibaya eza uoni ama usikii. Rewind hiyo clip yangu vile mimi na rewind yako. Nani yako ni rewind? Nanda, why my words? Why my words? Wacha kunafoka wewe sasa wewe. Fanya kazi ya Mungu. Hata ningenyamaza, ningefanya mambo kisiri. Sasa ningekuja kuhubiri masisha mtoto wangu. Unasikia la? Mungu anapiga bibi yako physically, mtoto wako physically mangumi, alafu nifanye kisiri na bibi yangu kisiri. Bro, pastor. Tutakuombea hata wewe. Kuna something is wrong with you. Eka unavuta bangi bado wewe unavuta na wewe jela. Bado I think you're still smoking bangi wewe. So then you are pushing under the influence of something. No, the person doesn't behave the way you're behaving. Ama huna wasichana wewe. Acha mchezo bala Pastor Nganga. But it's better but we won't allow you to provoke watu wengine. Sulete. Keep faith. You should just pray for us instead of talking nonsense. Kama una watoto wewe, behave like a pastor. We respect you. So keep that heshima, maintain that heshima. Sonko amefanya makosa. Sonko, this is not the first time mimi kupigia mtoto nimemtazamaza mpaka lini. Remember, ati kwa sababu wewe una pesa. Mimi si tajiri, mimi ni tajiri wa roho kukushinda. Kwa roho mimi ni millionaire.
Na wacha kupiga kwa hiyo kanisa yako kwa sasa hivi. Continue kupiga watu wako wewe. Wacha kupiga watu. Kuprovoke familia za watu. Wewe rafiki yako lazima acha hiyo mambo yako unakuwa naye wewe. Ndio mchezo. Hii mambo si ya kunyamazia. Si ya kunyamazia. Kwa sababu unajua kuna one of my daughters mwingine anaitwa Saumu. Pia alipigwa na senator. Ile alipiga mangumi kichwa ikafura. Nikavumilia hiyo wakati. Si ati wewe kwa sababu utajidana makwambia mimi tajiri. Mimi kama tajiri ama si tajiri but niko na right ya kuongelea watoto wangu. Wewe unazalisha huko wasichana kando kando unaficha. Unaficha nini? Wala lazima tu kuficha. I was not talking about my daughter TikTok. I was talking for other women wale wamekuwa assaulted, wale victims wa GBV. Now you know yes there also wanaume pia wanapita kwa na mabibi lakini where is the evidence? Bila kesi, sio utachapa na hiyo mpango hapa kando wewe pastor nanga. Usio utachapa kwa moja. Leta hiyo kesi. Wewe kunulia huyo mtafsiri yako. No, should not be applied selectively. Pastor wewe, wacha mcheze bana. Itajiri, ndani makwambia mimi itajiri. Mimi sijui. Unajua kuishi na wananchi. Wewe sadaka yako unagawana na nani? Wewe kocha ogopa sadaka in peace wewe, wacha kubehave kuchukua kama watu wengine ambao wana adabu. Wale vitu tunakuheshimu. Tumesota na wewe jela. Kwani unaogopa nitasema tu ulikuwa kamili shimo ndio vitu big deal. Kwani jela si ni Wakenya wanaishi jela, kwani ni wanyama ama ni binadamu ama ni magari? Yes, what is the big deal about it? Jomo Kenyatta mbona ikiongea kitu hizo? Prison he became the president, Nelson Mandela was in prison, he became the president. Jaramogi was in prison, they became prime ministers. What is wrong with you, bana? Pastor, what is wrong with you, Pastor? Oh, cut off the Bible in peace. Pastor Nanga, let me address you today because you have started a way which you won't finish. In 2015, around July, you knocked down an innocent girl, innocent lady, Mercy Jerry, along the Naivasha-Nairobi highway. Naivasha-Nairobi way. You knocked this innocent girl, knocked her down with your red Range Rover KCD 060Q. Then you lied even. You were trying even to lie to Kenyans. You were trying even to lie to the public that you were the one who was driving that car, the red Range Rover. Why you were the one driving the car? Yeah. You even created a fake scene. Another Range Rover came, yeah, and drove you away from the scene. You drove us from the scene using a Range Rover. A whole pastor by then, because it was 2015 when a pastor. Yeah. You were not in prison in 2015. You were already a pastor preaching. Melo was there. What are you trying to tell us? You perpetrator. You intimate partner violence. You're an IPV pastor. Yeah. These are the spirits of your late wife, Lucy, hunting you. Remember, you assaulted your wife when she was pregnant, carrying your 2 babies in the stomach. You kicked her, slapped her, but she met her death because of the injuries she sustained as a result of your beatings. You assaulted your wife. That's why you don't want to talk about this GBV. You should be ashamed of yourself, Pastor Nanga. You should join us in this war. We should speak for the women who are suffering there. Yeah. Our daughters who are suffering there. Ati Sonko, wewe ni tajiri. Yes. I thank God for the little He has blessed me with. But let me spend my money with the people in the society. Yeah. Let me deal with the vulnerable cases. You just use the church to insult other people. Shame on you. Grow up, Pastor. We are also aware, this second wife of yours, I'm sorry, I don't want to pick a war with women. I have a lot of respect for women. But if you go wrong, I have to tell you, your second wife, Berugi Maina, you almost divorced her the other day. You confessed yourself, you almost divorced her because of having an abusive relationship always. You want to just beat your women all the time, assault your women all the time. If you people cannot say, Sonko, I'll tell you.
Yeah. We have a lot of respect for you, for your church, even for the worshippers who go to that church. Yeah. But stop provoking other people's children. Ati ungenyamaza. Shame on you. Shame on you. Shame on you, Pastor Nganga. Shame on you. May God forgive you. May God forgive you for misleading the public. May God forgive you for not speaking for women and other people who are facing this GBV issue. Okay, one thing which this semi-illiterate pastor doesn't understand, that from tomorrow, that is, we shall be having 16 days of activism against gender-based violence. We'll have these 16 full days for appealing to the world, seeking for the world's support in solidarity to ending this global-based violence against women and girls. So I'm urging everyone, let us not be diverted by the remarks of Pastor Nganga. Because what happened to me, it is true. It happened. It hurts. And as a parent, I should not sit, wait for the day my daughter will be killed by her violent husband. That's why I shipped in as a parent. And remember, I don't want to praise myself. When I came out strongly against what transpired, you saw some of my few supporters, women who have been victims, girls who have been victims, they started speaking. You also. So this diversionary tactics by Pastor Nganga should be ignored because he doesn't know what he's doing. He's just talking just for the sake of talking. Just for the sake of making people laugh. Making people clap for him. We shall not clap for him in such serious matters. We shall just put him where he deserves. Thank you so much.